Najua kuna wale ambao wanahesabu hasara ya biashara zao, lakini kuna wale ambao wameguswa kabisa sababu watu wao ambao walikuwa tegemeo lao walienda. Najua hao wamama wako hapa watatu. Wako wapi? Haya, kujeni tu hapa. Haya ni atumia matigirwo rucine tora tutigiria itu na thuri ao matiacoki. Vitu zingine zinakuanga gumu na ni gumu. Hapa hakuna mwenye alikuwa mmefanya hiyo hesabu. Nimeona hata wamekuja na picha sa wale ambao walituacha. Hebu leta hii moja. Leta tu. Kuna mwingine alikuwa na picha hapo. Hata kuna mwingine nimeona amekuja na kapicha kadogo tu. Kaleta tu. Nani yako? Imagine. Hawa ni watu ambao waliacha familia zao na wakasema wameenda kazi na hawakurudi. Nimezunguka hii Kenya na tumesaidia watu wengi, na mimi najua hata hawa watu naweza wasaidia, si ni ukweli? Si wanahitaji msaada yetu. Nimeelezewa kuwa kuna mmoja alizikwa na kuna ni huyu amezikwa, na wacha tu niwape dakika moja tu watusalimie moja tu, si ndio? Watu wasifikirie ni watu ambao tumeokota na huko tukawaleta hapa. Wacha watusalimie tu dakika moja ili tujue hata sisi penye tunaweza wasaidia saa hii tu hapa. Si ni ukweli? Haya. Karibu sana mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naitwa Nancy Wajiro Njoroge. Njoroge ni Deret. Njoroge alikuwa anafanya kazi hapa Sunbeam Third Floor, na wakati jambo hilo lilifanyika Tuesday kitu saa 10, mimi na watoto wangu tuligojeka wote, na hakuna mtu alikuwa pamoja na mwingine. I have my daughters here, 2 of them and my son, na kila mtu alikuwa ananipigia na niambia, mama, ninasikia vibaya. Hatukukuwa tunajua tunasikia huo ubaya kwa sababu baba yetu alikuwa anatuacha. But all is good, kwa sababu Mungu anatenda kadri na mapenzi yake. Sisi ndio tulijitolea baba yetu hapa juu. Tulikuwa na DCI kutoka Kamukoji, na hawa watoto wangu walisema sisi tunataka kujibebea baba yetu na mikono yetu. Tulikuwa na kijana anaitwa Ruru mwenye walikuwa nafanya kazi na Njoroge, na msichana anaitwa Winnie, I think they are here. Na Ruru ndio walibeba baba yetu akiwa na my son Chege, na Chege ndio alikuta baba yake amelala kama ameangalia na chini, akamgeuza. Tukateremshia hapa chini, nao wasichana wakakaa hapo kwa baba yao Carol and Catherine, wakasema ona baba yetu bado kichwa ni moto. Na walikaa hapo mpaka saa ile gari ilikuja tukachukua mwili. Wakasema sisi hatutaki kubebewa baba yetu, wacha tujibebee sisi wenyewe mpaka City Mortuary. Na hata huko pia wakasema wacha tujiingizie baba yetu hapo. Lakini neno lilikuwa tu, woi, baba yetu tuliachana asubuhi, ulikula breakfast, ukaenda kututafutia, lakini sasa hatukuoni. Neno tu nitasema,
Mungu anaweza. Tuko na hali gumu sana, kwa sababu hata penye tulikuwa tunaishi na mzee, sisi ni wageni sana. Tuko na 5 month time hapo Banana, lakini pia tuna jambo la kushukuru kwa sababu hata hao walikushikilia. Tuna rent hapo Banana. Mungu awabariki. Pole sana mama, pole sana. Hamjaboni wana Kenya, Mungu asifiwe. Mimi ndiye yule mama mliona kwa TV nikiripoti kesi ya bwana yangu mwenye alipata moto hapa Sunbeam. Then hata wakati walivujiwa duka alikuwa ananipigia, ananiambia zuko si kuzuri, wamepora mali yangu yote, lakini saa hii si mali tunalilia, saa hii tunalilia mioyo yetu. Mama John, niko mahali pabaya, uniombee sana. Mwisho akaanguka wakati ya moto ilirushwa juu na chini. Akaanguka, akanipigia simu akaniambia, Mama John, jaribu sana uone vile nitaokolewa huku. Juu mahali niko moto bado inanipata. Akapigia marafiki wake sana mpaka akapigia baba yake mzazi. Akamwambia, baba nimeanguka juu alikuwa na mazishi ya kijana ya sister yake. It was on Tuesday. Thursday walikuwa na na mazishi ya kijana ya sister yake alikuwa ameaga, so tulikuwa tuende Thursday. Haikuwezekana. Akaambia baba na mama, hii ndio mtanishikilia juu mahali nimeanguka, nimevutika. Watu wakajaribu sana, nikapigia mpaka watu wakajaribu sana juu hapa kulikuwa na chaos, kila kitu ilikuwa mbaya. Mzee wangu hakupata ambulance ya kumuokoa, hakuna Uber ilipatikana. Wale watu walijitolea ni wenye walipeleka na pikipiki, so akampeleka hapa Githurai hapa Githurai zinabebea. Hiyo hospitali haikufungua. So ikabidi sasa wamtolee huku juu kulikuwa kubaya na hii area ilikuwa mbaya. Wakamkimbiza mpaka St. Francis. Wakati mzee wangu alifika, tuliweza kuonana na tukaongea. Na akaingia emergency room na wakaanza kumuattend. Walipoanza kumuattend, mzee wangu vile alikuwa anaanza kuattediwa, ndivyo hali ilikuwa inarudi kwenda chini. So ikasemekana St. Francis lazima afanyiwe hizo scanning zote, akafanyiwa zote, akaonekana alikuwa na internal bleeding. So that internal bleeding ikambidi aende theater. After theater nililala huko, nilitoka saa 9:30 huko ya usiku, juu sikuweza kurudi nyumbani juu hata after alitoka theater bado nilifuatana naye mpaka ICU. Nikaenda huko ICU nikampata, lakini hali bado ilikuwa chini. After kwenda home nikapika saa 11:30 nikapigiwa simu na hospitali ya St. Francis. Wakaniambia kuja hospitali inakutaka. So nikauganisha marafiki, si kwenda peke yangu. Nikauganisha marafiki wake. Tukaenda tukiwa watu kama 5 hivi. After kufika ndivyo walitutafutia karum kando. Wakaanza kutukanzo sijui nini, but unfortunately wakaniambia tulijaribu vile tungeweza kusave mzee wako, lakini haikuwezekana. Huyo mnasikia anaitwa Dadis, alikuwa na duka ya viatu hapo chini. Huyo ndiye mzee wangu. Niko na watoto wangu hapa wote watatu. Niko na Ann, John na Harrison. Harrison walikuwa anafanya kazi na yeye. Pia alikuwa ameajiri msichana wa mwenye alikuwa anamuita Anko. Juu mzee wangu ni mzee alikuwa anapenda amani sana. Kila mtu anaweza tabua Dadis hapa, hakuna mwenye hakuwa anamjua. Yes, mambo ilikuwa namna hiyo. Tuko hali ngumu. Saa hii tutamzika huko Murang'a on Friday, na mtuombee sana. Juu hali yetu saa hii ni mbaya sana. Asanteni. Pole sana mama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Naomi. Hiyo siku ya Tuesday mume wangu aliondoka, akaniambia naenda mapema saa 11 ndio afungue, aone kama ataangukia asubuhi. Alikuwa na safari, alikuwa anaenda kuona mama yake. Akanipigia masaa zingine, akaniuliza umeamka? Nikamwambia ndio. Akaniuliza huko kuna waka jua? Nikamwambia kwanza kali sana. Akaniambia, nikamuuliza umeuza? Akaniambia bado hatujauza, niliuza tu kofia lakini tumefunga. Nikamwambia si basi ukuje nyumbani. Akaniambia hata nikipata usafiri nitakuja. But masaa ya jioni saa 10 nilitaka kumpigia simu nimwambie kijana mwenye alikuwa anakuja midterm wa form 4 anaumwa, anataka mletee dawa.
tulipiga hiyo simu mpaka jioni ya 6, na hiyo simu mara ya kwanza ilikuwa inaitwa lakini ilikuwa inapokelewa. Ilikuwa 6 ndio ilienda mteja. Siku hiyo tumemtafuta kila mahali, hospitalini, mortuary, polisi. Tumekuja kwa hii ghorofa mara nyingi, tunapanda tunashuka, hatukuona. But on Thursday wakaniambia kuna maandamano nisikuje na mtoto. Wakakuja wakasimbua. Kuna kijana alikutoka Dodoma, nilimpigia simu kamwambia kuja tusaidiane. Wakachimbua, ndio after kumaliza kutoa hiyo mchanganyiko hapo ndani, wakamkosa sasa. Akawaita kwa kando, kuna kitu anaona. Ndio akasema kumbe alikuwa ni yeye, ndio hapo na kichwa, hapo na mguu. Kabidi watoto waende daily. Hata nimalizie, rafiki yangu wa miaka mingi, yeye na mume wangu wamekuwa kufanya kazi hapa. Wakati wa Thursday, wakati walikuja kutoa, walipata mume wake amechomeka beyond recognition, wakamtoa. Sasa wako washua kama ni yeye, ikabidi afanywe DNA, na wakati amefanywa DNA jana ilisemekana ni yeye. Kwa sisi tulikuwa tunaomba positive results kwamba tunaweza pata huyo rafiki yetu na mume wa huyu dada, manake ana watoto 5, na wa kwanza ako form 4 na yule mdogo ako 1 year 2 months, na amekuwa housewife all along. The husband has been catering for her all along, na tunaomba maombi yenu sana na usaidizi wenu ndio hao watoto waweze kusoma na hao watoto waendeleze maisha yao na wamchunge mamao katika hali ya baadaye. Tumekuwa na mzigo mzito, manake hata mamake ameaga in 2 weeks time. Tumefanya mchango wa hospitali, ilikuwa ngumu pia, tukamfikia. Sasa safari yenyewe ni ndefu, manake safari ya kumpeleka Fanta nyumbani ni hadi Tanzania. Tunawaomba maombi yenu na usaidizi wenu. Asante.